Hili ni eneo la forodha baina ya Kenya na Tanzania, ambapo kwa siku za kawaida utaona kuna shughuli nyingi sana za ukaguzi wa magari pamoja na magari ya mizigo na hata wale abiria. Lakini leo shughuli zote zimesitishwa na sababu ni vurugu linaloendelea la maandamano. Kama unavyotazama nyuma yangu, moshi kutoka kwa vile vibomu vya kutoa machozi, na hadi hata ukaangalia upande huu unaona kwamba hakuna shughuli yoyote hadi sasa inayoendelea. Chaguzi lifanyika Tanzania, lakini sisi ndio tunapigwa tear gas, na tunaona upande wetu maaskari wa upande wa Kenya wa react chochote, kwa sababu tumeona tunajaribu tear gas inapigwa paka inaingia custom ya Kenya. Tunajaribu sisi hatufanyi kazi, sisi kama watu wa biashara zetu zimeharibuliwa. Mimi ni kama transporter, tulikuwa tumekuja kubeba mzigo huku tupeleke upande ya Kenya, lakini mzigo yenye tulikuwa tumekuja kubeba pande hii haingewezekana juu zimekwama pande huko pande ile, na hatuwezi enda pande ile kulingana na situation vile iko. Sasa makabiliano haya baina ya maafisa wa polisi na waandamanaji wanaopinga uchaguzi kutoka mpakani katika eneo la Tanzania hapa Namanga yaliendelea kuanzia muda wa saa 3 asubuhi hadi saa 10 alasiri, huku maafisa wa polisi wakishindwa na juhudi za kuwatawanya waandamanaji hawa. Nchi haikombolewi kwa maombi, inakombolewa kwa mapambano. Mnanielewa? Watu wanaoogopa huwa wananyanyaswa. Mnaniambia? Mnanielewa? Ukiogopa mabomu, kalala nyumbani kwako, usubiri kuchunwa ngozi na CCM. Tuache visingizio. Tuache nini? Hii tutakamatwa, tutafanya nini? Ndio. Kama hutaki kukamatwa, acha kulalamika. Acha kulalamika ukinyang'anywa ardhi, acha kilalamika ukibanwa ziwani, usilalamike kabisa kwa sababu unaogopa kukamatwa. Kama ambavyo wema ni mbegu, ubaya pia ni mbegu. Kila mtu atavuna anachopanda. Na wakati utafika. Leo mko wengi. Tulitarajia nyie ndio msaidie taifa hili kwenda mbele. Leo alikuwa hapo Makasege hapa, Mheshimiwa Spika. Wakati tunasali tuko na wabunge wa CCM wengi tu, na mimi nilikuwa karibu na Juliana Shoza. Nikafumbua macho kidogo, nikaona wabunge tunasali kwa pamoja. Nikasema hivi, zile kura za hapana hawakuwepo? Nikasema hao kwenye kura za hapana hawakuwepo? Mheshimiwa Spika, nchi hii isipoacha usiasa ndani ya bunge, upande huu na upande huu, tusipoacha siasa za vyama ndani ya bunge, taifa hili tulipasua. Na leo inaonekana vyombo vya dola vina nguvu. Leo inaonekana mna majeshi. Tumeongea habari ya mahakama hapa, mkasema tusiingilie mahakama. Mheshimiwa Spika, mimi nilishawahi kupewa mzamana na ikasainiwa rumande order. Mimi nimekaa jela miezi 4. Nina zamana lakini sina masharti ya zamana. Hakimu aliyefungwa mikono kuninyima masharti ya zamana alifunguliwa mikono kutoa masharti ya zamana. Tunapokuja kuongea habari ya mahakama, hamwezi kujua vizuri mpaka mwende jela. Nimetoka jela. Kuna mtu yuko jela mwaka wa 3 kwa kesi ya bangi ambayo akienda akapid guilty mahakama kuu, faini yake ni 18,500. Kuna mwanasheria Mheshimiwa Makembe anamjua, amekaa jela, anaanza mwaka wa 7, kesi yake ni money laundering, miaka 7, na hiyo kesi kutwa na hatia pengine ni miaka 4 jela. Kuna watu wanaozea jela. Ofisi ya DPP inatumika vibaya, tumetunga kesi mbaya. Nenda Keko zimejaa watu kesi za money laundering. Mheshimiwa Spika, kuna hasira inakusanyika kwenye mioyo ya watu. Amuoni watu wanaandamana barabarani, watu wanaandamana ndani ya mioyo. Iko siku watatoka barabarani bila sauti ya Chadema. Iko siku watatoka barabarani bila sauti ya Kafu. Iko siku mtawakuta barabarani. Na Mheshimiwa Spika, taifa hili litapasuka vipande viwili. Huo onevu mnaotufanyia. Hatufanye mikutano ya hadhara leo. Leo mkutano wa hadhara nchi tumekatazwa. Mheshimiwa Lema, muda hauko pande wako. Dakika zangu 2 Mheshimiwa Spika. Nilikuwa naangalia hapa Mheshimiwa. Dakika zangu 2 Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, leo tumezuia kufanya mikutano ya hadhara. Tunaambiwa tufanye mikutano ya hadhara 2020. Ni sawa na kuliambia kanisa lifanye ibada ya Krismasi. Ni sawa na kuambia msikiti ufanye ibada siku ya Idi. Nyie mnafikiri ni kwetu? Wakishamaliza kutushughulikia sisi